pia Mike mara ya pili. Nilikuwa nimesahau kukumbusha kitu. Tulipatwa na janga la Tanzanic acid kipindi fulani. Nadhani pia liliongeza sana mortality. Kwa wakati huu ni wakati pia wa kukumbushana. Tumesisitiza sana unapofanya spinal anesthesia hakikisha hata wawili mmeangalia kile kiampio. Ukichoma spinal anesthesia kwa kutumia Tanzanic acid, the patient is gone. It doesn't matter how much you know to do CPR, you lose the patient. Kwa tuwe makini. Alafu kitu kingine, kulikuwa tunadhani kwamba hakuna haja ya Tanzanic acid kukaa kabisa standby kwa mtu anesthesia. Hebu iombeni ukiwa unaitaka. Kama unaona kuprostate vizuri, yani apart from prostating, tukae nazo mbali kidogo. Watu wametoa sana intrathecal Tanzanic acid na mortality zimetokea. Na kwa taarifa yenu niwaambie, ukiipata hiyo death haitaondoka kichwani kwako. Nimekutana na several anesthetists ambao wamekutana na hiyo kitu, kwa kweli is torturing. Kwa tujitahidi sana kuwa vigilant kuconfirm ni dawa gani unayompa mgonjwa kwa wakati gani. Alafu kitu kingine, tunafanya kazi sana cesarean section, tunafanya spinal anesthesia sana, lakini kuna watu mpaka wanasahau intubation. Nadhani wewe kama mtu anesthesia kuna umuhimu wa kusisitiza kituo chako. You need one time to go and get exposure in a big hospital. Tunakumbushia tena intubation na nini. Kwa hata tunapofanya kazi, mnafanya kazi muda mrefu sana ila hakuna ile refresh. Unajua sisi hapa ni anesthesiologist, lakini there is one time tunaenda kufanya clinical attachment in other big hospitals ili tuongezee, yani sio kwamba tumefika. Kwaona nyinyi nadhani katika ile kama mnakaa katika hospitali mnajipanga kwamba tuna budget 1, 2, 3. Hebu wekeni ka budget basi hata ka wiki 2, 3 mwezi. Ukaenda ka hospitali kamoja kakubwa, ukapasha kidogo and then ukarudi kuendelea kufanya anesthesia. Nadhani itatusaidia sana. Ukipata kifo cha mama kwa kweli, psychological unakuwa affected. Hatufurahi. Wanatusingizia tu ila hawajui kwamba na sisi tunaumia. Nadhani nimesema. Asante, naomba nisikie makofi mengi sana. Umevuta pumzi, umeisikia hiyo pointi. Hakuna refresher course, ukiitwa kwenye gym hauji. Bado shida tunazo tena mambo. Nani alikuwa levokato, ngoja malize question. How do you have input ya muhimu sana? Naomba kuongeza hapo tu kwa daktari. Ndio. Kwamba sisi kwenye Zoom nafikiri tunachacha tunaingiaga kwenye Zoom. Kuna Zoom ambazo tumegundua sasa hivi kwamba ikitokea death kosa ni la MOI, anamwambia mtu anesthesia kabisa usiapie. Kwa sababu wakati wanazungumza mkitafuta mtu anesthesia alikuwa hapa haonekani. Kwa hiyo ni makosa yote yanaanguka kwa mtu anesthesia. Na watu wangu ni watoto wangu, najua tunapambana mpaka na Lugazia. Yaani MOI wanaonea sana. Kwa hiyo anachosema kuna wakati inakuwa ni vita. Akimwambia hichi akifai anaambiwa utafanya. Uwezi, nina sample hapa Mkuranga wanagombana nao kila siku. Wanachukua watoto wanawapeleka vituo vya afya ambavyo havifanyi kazi kwa sababu wewe unajisimama ukataa kisichofaa. Wewe unapewa adabu. Hiyo iko kwenye panel kwenye desk la kisha nafikiri iko Muhimbili kwenye mkurugenzi wa training wa Muhimbili wanaifanyia hiyo kazi. Nafikiri succeed Muhimbili Venus naingia kwako, taingia Mbeya. Hizi mitatu leo ni tutasonga kwenye BSC. Ukituacha hivi yani death lazima sasa hivi ni death za kimya tuseme. Kwa sababu Zoom tunaona tunawafaidisha. Asante. Spinal anesthesia tunazifanya kila siku na kila miaka jinsi tunavyoenda na jinsi tulivyosoma, si ndio? Kuna kitu kimoja ambacho maybe ni rare hakijatokea. Kuna kitu kinaitwa post spinal aphasia. Sasa hiyo tutaachiana mkasome. Tukikutana tena mwakani tujue una knowledge ya hicho kitu. Je, kimeshawahi kutokea unamkomalia mgonjwa
una kiburi sana wewe, yani kwa nini unijibu? Kumbe mwenzako ameenda kwenye, baadaye ukimuuliza vizuri unakwambia ise mimi bana pale nilishindwa kuongea kabisa. Sasa hizo ni shule kidogo, lakini vitu vinatokea, tujifunze. Sawa? Tukikutana mwakani tutaulizana, je, imesha kutokea, ulielewa au uliona kama ni kiburi? Asante sana. Sisi moyo tumeshapata tena. Makofi mengi sana. Naomba nisikie makofi mengi sana. Naomba sasa kwa ridhaa yenu ni washukuru sana. Naomba tuwapigie makofi ya pamoja, tuwapigie facilitator wetu kwa majibu mazuri. Kwa timu kubwa hapa, where should it be conducted? Yani ifanyike wapi? Wow. Maana tunajua hizi cardiac arrest inaweza katokea sehemu yoyote, si ndio? Wodini au labor ward, hata theater. Okay. Where should perimortem session be conducted? And then Revocatus asisitizia ameongelea kuhusu minimize anxiety kwenye errors. Naomba aongee kidogo on errors kwa pregnant, hasa kwenye anxiety kwa mama wajawazito. Nitalijibu. Naongezea tu perimortem cesarean delivery, but before cesarean delivery we have this mother. Na munaendelea with the left manual uterine displacement echo mother. Studies have shown that perimortem cesarean section will improve your resuscitative measures to have this patient back to life. Why? Because you want improve circulatory system of this mother by doing your cesarean section. So I just don't want to tell you that you have to take this patient to theater for you to do this cesarean delivery. Perimortem cesarean delivery can be done anywhere. Any patient, any mother mwenye collapse mahali popote pale, ikifika wakati you need to save this mother, kindly remove this baby. Continue with your CPR as you transfer this patient to theater. To be sterile so much to remove this baby. You just don't need so many equipment to remove this baby. You need just only 3 things: your scalpel, your cord clamp, and the surgeon to do it. So anywhere, as long as you have realized mother has got Azia theater hatuna. Kwa hiyo naomba mtakapofika huko, naomba muwe walimu. Hicho mlichofundishwa leo msikiza hao. Yaani akija kukuuliza kule usio kwa mgeni kabisa ujui kitu hata kimoja. Tafadhali mtake note. Yaani wanaanza kwa vijijini kwetu. Sisi hasa mjini tunajua. Kwa sababu akija tumwambia yeye tulishazifanya. Naomba muwe walimu kule. Usipoteze hizo notes tafadhali. Asante sana kwa kweli. Tunaenda kufanya mentorship walipokuwa wanatumia Canyon. Ni swala ambalo limetokopesha wengi, lakini pengine ni uhalisia wa mambo yenyewe yalivyo. Na cha kusisitizia, hatutumii kabisa Canyon, yaani kama hauna spine needle ambazo ziko recommended, usijaribu kutumia Canyon. Tufanye juhudi za makusudi kuongea na wafamasia wa vituo vyetu, vitu gani tunavihitaji na tuweze kuagiza hivyo vitu. Pengine hatushirikishwi sana katika manunuzi ya hivi vitu. Ni shida imekuta sehemu nyingi, sababu nimekuwa involved pia katika mentorship chache, lakini tuendelee kusisitiza kwamba sisi ndio tunajua vitu gani tunavihitaji kwa ajili ya kufanya safe anesthesia. Asante sana, naomba tupigie makofi mengi kwa nusu dakika. Tafadhali. Asante MC. Mimi nilikuwa naomba nimuulize Dr. Venance. Kuna tatizo la opioids huko kwenye vituo vya afya. Sasa sijui ni wote wanapata au ni baadhi, maana kuna wanasema kwamba sijui kwenye mwongozo hizo dawa haziko kule kwenye vituo vya afya. Sasa tunafanyaje kwa sababu wakina mama wanapasuliwa kule? Asante sana. Mjumbe alikotoka wamekatazwa kuwa na opioids. Naomba nitoe experience kuhusu opioids.
Mfano kituoni kwetu mfamasia tulimwambia tunahitaji opioids, akasema zinahitaji kibali kutoka ngazi za juu, sijui ni wapi. Wakafanya process, wakafanya kwa ajili ya wilaya nzima, lakini mpaka leo ni mwaka unaisha sasa hatujaona matokeo. Kwa hiyo kuna limits za uwepo wa hizo dawa kwenye vituo vya afya. So vituo vya afya tu hadi hospitali baadhi za wilaya. Na kuna baadhi ukiomba hizo dawa wafamasia wanasema hakuna kibali maalum. Hata kwetu hiyo tunakutana nayo changamoto. Ukielewa. Sisi wakati tunaanza pale Benjamin tulikuwa na kibali cha Pethidine. Lakini tukafanya sababu ya maksudi kupata kibali cha morphine. Sasa hivi na fentanyl za kumwaga. Kwa hiyo ni juhudi za famasia. Sasa inapokuja of course yeye afanyie operation. Kwa hiyo kupata kibali ni mchakato of course. Wanatoa TFDA. Ukishapata kibali unapewa kibali cha idadi kutokana na surgery unazofanya. Sasa hapo unapata kibali ndio tunasema zimekatazwa. Sidhani kama zimekatazwa. Asante. Ninaomba wale wenye maswali naomba tujitahidi tuyaandike kwenye karatasi. Nitaomba wakati wa chai nitakusanya mimi, atakusanya na mimi. Tunaweza kumpa huyo hapo, alafu tutapeleka kwa au unaweza kuwapa walimu kati ya hiyo hapo, alafu then tutabai time kwa ajili ya hiyo. Ninaomba niwakaribishe wote kwa ajili ya chai, na baada hapo sichelewe, chuma kiko pale kinakuja kufundisha. Topic inaitwa well-being. Naomba ukichelewa utapata shida sana. Naomba kwa pamoja tuwapigie makofi mengi facilitator wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Welcome to the tea.